Ndugu waandishi wa habari, jukumu la msingi kabisa la Bodi ya Bima ya Amana kama ambavyo mtaelezwa kwa kina wakati wa semina ni kukinga amana za wateja. Wateja wa benki na taasisi za fedha ambazo zina leseni ya Benki Kuu ya Tanzania na ambazo zimeruhusiwa kupokea amana za wateja. Lengo la kinga hii inayotolewa na Bodi ya Bima ya Amana ni kwamba wananchi wawe na imani ya kutumia huduma za kibenki, wakijua kwamba endapo taasisi zao zitafilisika au kufutiwa leseni na Benki Kuu ya Tanzania, basi wanaweza kupata fedha zao ambazo ziko katika kinga inayotolewa na DIB. Ndugu waandishi wa habari, tukumbushane tu kwamba benki zilizofungwa zile za mwaka 2017 na 2018 na ambazo wananchi wengi walitakiwa kuchukua amana zao ni pamoja na, nakumbuka, FBME Bank Limited, Meru Community Bank, Mbinga Community Bank, EFATA, Covenant Bank for Women, Kagera Farmers Cooperative Bank na Njombe Community Bank. Hata hivyo, hadi sasa hivi bado baadhi ya wananchi wachache hawajajitokeza kuchukua fedha zao, lakini wengine hawana taarifa labda kama hizo pesa zinapatikana. Kupitia nafasi hii, ndugu waandishi wa habari, tunapenda kuwahimiza wananchi ambao bado hawajachukua fedha zao kutumia haki yao ya kuchukua amana zao zilizokingwa. Uzuri ni kwamba tuna utaratibu wa wananchi kuweza kuchukua fedha hizo bila usumbufu sana. Utaratibu tulioweka ni kwamba matawi yote ya benki ya biashara TCB yanatumika kwa ajili ya kutoa hiyo fidia popote nchini. Kwa hiyo walazimiki kwenda Dar es Salaam au kuja Dodoma kwa ajili ya kufuatilia hizo fedha. Ndugu waandishi wa habari, kwa kuwa DIB pia imeteuliwa na Benki Kuu kuendesha zoezi la ufilisi kwa ajili ya benki hizo ambazo zilifungiwa leseni, tunawahimiza wananchi wenye madai ya fidia ufilisi ambao tunaita liquidation dividends dhidi ya benki ambazo mchakato wa malipo ya fidia hii unaendelea kama ilivyo sasa kwa wateja wa benki ya FBME kujitokeza na kuchukua fedha zao. Maana kati ya benki ambazo ziko chini ya ufilisi kuna zile ambazo tulishia kwenye mchakato wa kulipa fidia ya kinga, protect deposit, lakini kuna nyingine tulifikia hatua ya kulipa hata fidia ya ufilisi. Kwa hiyo ndicho ambacho tunasisitiza hapa kwamba tayari tumefikia hatua ya kulipa fidia ya ufilisi kama ambavyo siku za karibuni tumetangaza sana kuhusu FBME. Kwa tunaomba wateja wa hizo benki kuja kuchukua fedha zao. Sasa kuhusu FBME kwa namna pekee, tulitangaza mwaka jana mwezi Novemba, wateja wa benki hii ambao awali walishalipwa 55% ya amana zao ambazo zilikuwa zinazidi ile kinga ya amana, wanaalikwa kuchukua 30% ya amana zao na hivyo kufikisha 85% ya hayo madai yao. Tumekuwa na utaratibu wa kulipa kadiri pesa zinavyopatikana. Tunalipa fidia ya ufilisi ambayo inalipwa kutokana na upatikanaji wa fedha ambazo unazipata baada ya kuuza mali, kufuatilia madeni. Sasa unalipa hatua kwa hatua. Kile unachokipata unalipa. Kwa benki ya FBME tumeweza kuidhinisha mpaka 85%. Kwa ina maana kilichobaki ni 15% tu, ili kila mteja amelipwa kwa 100%. Kwa hiyo kuna 30% ambayo tulitangaza mara ya mwisho, baadhi ya wateja hawajaja kuchukua. Kwa hiyo tunaomba kupitia kwenu wananchi waweze kujitokeza na kuchukua. Nakushukuru mkurugenzi kwa nondo ulizozitoa. Kweli vitu vingi hata mimi mwenyewe nilikuwa gizani. Nilikuwa nafikiri BOT ni bodi ya amana, yani vitu vya namna hii. Kwa hiyo sisi kama waandishi tunawashukuruni kwanza kufikiri kwamba elimu hii itufikie, tujue vizuri, ili tunapo impact kwa umma tuwe tunaielewa vizuri. Hiyo ni shukrani yetu ya kwanza. Shukrani ya pili ni kuanzisha huu uhusiano mpya kama mkurugenzi ulivyosema. Sasa tunafungua ukurasa mpya wa uhusiano, na sisi tutajiona sasa ni sehemu ya bodi ya amana, kwa sababu itakuwa rahisi
kupata mambo mengi kuhusu bodi ya amana.